Watu wasemagi uongo. Watu wasemagi uongo. Kwa sababu kabla hujawa kiongozi, si ulikaa nao. Wanakujua wewe ni Simba au wewe ni Yanga. Kwa hiyo meneja naye hicho huenda ndio kinachosababisha wanamjua vizuri kwamba na ukifanya mazungumzo hivyo kwamba hawa watoboi wale sasa ndio wanasema ule jamaa yetu na tumemwambia subiri. Si wanakuja kutoa siri. Wanapitia kwa meneja. Bwana. Hii nchi bana wewe iache tu. Mambo haya Simba na Yanga ni magumu. Yaani tumeshawalea. Emfikiria swala la dabi. Mpaka leo tarehe hajatoka. Kwa hiyo meneja anasemekana ni Yanga. Mimi sijui kama ni Yanga au wewe si unasikia lakini kwa picha inayokuja maana yake hao upande huku hawamwamini. Kama hawamwamini tafsiri yake ni maana yake ni Yanga mwenzao. Ni wa Yanga. Simba wanakuwa comfortable kama kuna mtu wao mahali. Yanga wanakuwa comfortable kama kuna mtu wao mahali. Rais wa TFF kibao nafikiri wanamhusisha na Simba. Lakini kabla ya rais huyu wa sasa kuna mtu pia walishamhusisha na Yanga. Anaye alikuwa rais. Walishamhusisha bwana huyu sisi hatutoboi. Wazee wa Simba wanasema kwa huyu sisi hatutoboi. Na inavyokuja chaguzi. Hauwezi ukapata mtu tofauti na mtu wa Simba au mtu wa Yanga. Maana yake mtu aliyefuatilia hauwezi kupata tofauti. Lazima atakuwa na upande. Yaani huwezi kupata mtu tofauti na Simba au Yanga. Nilikuwa nasikia wengine sio wanasema zamani Pan Africa. Amna Pan Africa. Labda zamani sana lakini hizi timu mbili. Mimi siku moja nilikuwa nazungumza na mtu mmoja. Ana timu yake, yani ni kiongozi kwenye timu moja hapo ya ligi kuu. Anasema kesho dabi bwana. Dabi. Kesho dabi bwana, twendi. Tunapumzika kesho, tunaangalia kwanza dabi, tumetulia. Alafu baada ya hapo tunaendelea na maisha mengine. Watu wenye timu zao. Anamiliki timu. Yani kiongozi kwenye timu ya ligi kuu moja hapo. Lakini siku ya dabi yeye anataka atulia. Siku hiyo hataki mechi ichezwe. Timu nyingi sana bwana mechi ya dabi tusogeze mbele kidogo. Dabi pita alafu ndio tunani. Wanataka siku hiyo watulie. Watazame. Ndio maana wanahusishwa kwamba kuna timu nyingine sijui zinawakazia wengine kwa mwingine na inalegeza. Sawa. Au unaona huyu kocha huyu wa hii timu X. Huyu kocha atamwachia huyu atamlegezea. Kwa nini kwenye roho yake anaifeel kwamba kati ya hizi mbili ni bora moja awe bingwa. Kwa hiyo tukija kwenye swali lenyewe la meneja uwanja, mimi nafikiri ni busara. Kama watu hawana imani na wewe, ili mradi tu hawakuambia acha kazi. Siku upishi ili wakifungwa wafungwe kihalali. Simba wakifungwa wafungwe kihalali. Wakishinda washinde kihalali. Yeye na meneja huyo ambao hawamtaki. Hakuna taswira yoyote. Wakipoteza Simba wao hawamtaki, amepisha. Sio. Amepisha na wao wamefungwa kihalali, hakuna kisingizio chochote. Sijui pale uwanjani wanafanyaje. Inawezekana labda kuna sijui pale uwanjani wazee wanafanyaje. Ndio wana siku 4 wako pale. Lakini wakiruhusiwa watawale, wao si ndio wenyeji. Ni wao. Kama hizo ndio mbinu ya kupata matokeo pia ni sahihi. Kwa hiyo ungwana meneja. Kukaa pembeni ni sahihi bana. Ili mradi mshahara wako usumbuliwi. Hata siku hiyo lazima ataomba viongozi wake sio. Bana Simba wamelalamikia hizi siku 2-3 hizi na wapishe. Na viongozi watakubali bana. Wapishe kwa shida gani? Ili mradi tu hapa ndani utaratibu ufuatwe tu. Wao si wanaenda kwenye pitch. Ofisi za uwanja zinabaki kuwa za uwanja. Wao si wanahusika na mchezo bana. Mchezo unachezwa kule uwanjani. Wacha wapite waende uwanjani. Sawa. Of course mpira unaoendelea haya mambo yapewi sana nafasi. Lakini kwa Afrika bado naona
mazingira hayo yanaendelea. Huyu alitumia wao wanasema wakati wa mchezo wa dabi alitumika kwa kuwazuia kwenye ule mchezo wa dabi. Kwa hiyo wakawa wanaona hawana imani naye. Pengine anaweza, kwa wao wanavyoamini, pengine anaweza kukwamisha taratibu ambazo wao wanazijua wazee wa Simba. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba ni masuala tu ya kutokuaminiana. So unajua imani yanayoendelea. Wanasema imani ulipo kwa imani. Yaani mimi nikikuamini inabidi hiyo imani niliyotoa kwako pia kwangu uonyeshe. La sivyo hapo panakuwa mambo yanakuwa hayajakaa sawa. Kwa hiyo jambo limekaa hivyo, na nafikiri ni sehemu ndogo tu ya ambayo itachangia kuelekea ushindi wa Simba. Mimi ni washauri jambo moja. Ushauri ni muhimu sana. Eneo ambalo linahusu mashabiki waachiwe mashabiki. Eneo ambalo linahusu viongozi waachiwe viongozi. Eneo ambalo linahusu benchi la ufundi waachiwe benchi la ufundi. Sawa Kila mmoja awajibike kwenye eneo lake. Ili mwisho wa siku tusimtafute mchawi nani. Sawa Kila mmoja akitekeleza wajibu wake. Kwa mfano msemaji wa klabu, meneja kwenye kitengo cha habari au afisa habari, yeye kazi yake ni kuhamasisha mashabiki wajae uwanjani. Akishajaza uwanja, yeye kamaliza. Mashabiki watakapokuja, kazi yao ni kutoa hamasa mwanzo mwisho. Unaishangilia timu. Kisha timu inakuwa kwenye kuna ile tempa ya nyumbani ile amshamsha ya nyumbani, unajua kwamba hapa ni home ground. Mgeni aone kwamba hapa leo kwa kweli nikitoka ni Mungu tu kanisaidia. Hiyo ni eneo la mashabiki mwanzo mwisho, haijalishi mazingira yapi. Eneo lingine, mchezaji, kocha au benchi la ufundi kwa ujumla. Hao ndio watu ambao wana play zaidi ya 75% ya kuhakikisha ushindi unapatikana. 75% iko kwa wachezaji na benchi la ufundi. 75%, kwa sababu viongozi hawachezi, mashabiki hawachezi, wazee wa Simba hawachezi. Sura nielewa? Zaidi ya 75% watakao hakikisha kila kitu kiweze kwenda vizuri ni wachezaji kwenye uwanja pamoja na benchi la ufundi kwa ujumla. Na kuna kipindi inafika mwalimu anaanza kaambia wachezaji, sasa kazi ni kwenu. Naona hii ngoma imekuwa nzito. Mara nyingi sana inapofikia extra time, labda dakika wanasema dakika 100 na ngapi? 120. 120. Ile kocha huwa ananyoosha mikono. Inahitajika wachezaji wafanye maamuzi ya ziada. Kwa sababu mara nyingi sana mchezo unaandaliwa ndani ya dakika 90. Inapoenda dakika za ziada, hapo pia inatumika akili ya ziada. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi niseme wazee wa Simba wana umuhimu wao, kwa sababu bila shaka zamani walikuwa wengine wachezaji, wengine walijitoa tangu vijana mpaka hapo ilipofikia, lakini ni sehemu ndogo tu ya kuchagisha kwamba aidha kama meneja hata kwepo, pengine wao wanahisi kwamba matokeo yanaweza kupatikana kiurahisi. Japo mimi naamini timu inapaswa kuandaliwa katika mazingira ambayo ni ya kitaalamu. Na hii haijatokea kwa Simba. Mara kadhaa tumeshuhudia matukio mengi kuelekea michezo mikubwa, kunako michuano ya CAF Champions League, lakini pia CAF Confederation imekuwa ikitokea. Tumesikia taarifa za Pyramid kuzuiliwa huko alikoenda Morocco. Male inaonekana soka letu la Afrika watu wanaamini maandalizi ya nje ya uwanja zaidi kuliko ndani ya uwanja. Ni kweli
kweli mpira wa Afrika bado haujapiga hatua kubwa sana. Kwa mfano tunapozungumzia Pyramid, tunapozungumzia ligi ya Morocco, nafikiri ligi ya Morocco iko ndani ya 5 bora. Yaani ungetegemea kuona mambo mazuri sana, yaani mazingira rafiki ndani na nje ya uwanja. Unazungumzia Misri, Algeria, Tunisia, Morocco. Hizo nchi zimepiga sana hatua kubwa kwenye mpira. Lakini unapokuta mazingira ambayo yaani sio ya kimpira, inakuwa inashangaza kidogo. Kwa hiyo mimi ambacho nakiona ni bora kuacha professionalism itawale. Ni bora kuacha kikosi chako kama ni bora, uacha ishinde kulikoni kutumia nguvu kubwa kupita kiasi. Unapo kwa mfano scenario iliyotokea Morocco, nafikiri inasikitisha kidogo. Sawa Morocco ni taifa ambalo kwa mfano sasa hivi ukisema kombe la dunia nchi gani inaweza kaandaa, Morocco ina miundombinu nzuri sana. Safi kabisa. Yaani ile tu ni bahari imetenganisha. Ile ungesema ni Ulaya. Sawa. Kwa hiyo mambo yake yanapaswa pia yaende kiulaya. Ukisema hizi haya mambo uyaruhusu yachukue hatua, yachukue nafasi, yatakuletea mwisho siku matatizo. Hata hili la Simba ambalo tunalizungumzia yataleta matatizo. Na nilikuwa najiuliza, mtu yoyote akihisi ana madhaifu, anaanza akasema huyu kiongozi simtaki. Kuelekea mchezo huu mimi sitaki kumuona hata huyu mechi commissioner. Huyu mwamuzi kashani nyonga same fulani, simtaki huyu. Ukisharuhusu mazingira kama hayo ni balaa. Na kingine ambacho nakiona ambacho sio kizuri ni kuwaruhusu watu ambao sio viongozi kuingilia masuala ya soka. Shabiki tu kutoka from nowhere ana nguvu sio na nini anaingilia. Yaani mtu ambaye sio hayuko kwenye mfumo. Inapaswa mtu akikosea, kwa mfano labda ni huyu manager wa uwanja, kwa mfano sema lalamikio hivi, inabidi afanyiwe uchunguzi. Kwa nini viongozi wa Simba wanasema huyu hatumtaki? Kama jibu kiongozi huyu wanamuonea, inabidi Simba waambiwe kwamba mlichokuwa mnakifanya sio. Hakikisheni mnafuata taratibu. Kama ni manager ana changamoto, atafuta manager mwingine. Kama ni manager ana changamoto, ili kusolve hiyo mazingira. Wao nafikiri siku nyingine, kwa sababu nchi hii, hata mimi na wewe tunapozungumza hivi, kabla hujafika kwenye kamera, najua ulikuwa una upande wako. Yaani kabla hujafika kwenye hii kazi ya uandishi, mimi mara nyingi nawaambia watu, kabla hujafika kwenye kazi yako ya uandishi, ulikuwa unazishabikia hizi timu. Sasa leo hii uko nyuma ya kamera, najua utaficha mahaba yako na nini. Ila ikija sehemu ya kutaka kuionea mmoja, utatumia kama mbinu na watu wanakujua. Unakaa kwenye jamii, wanakujua huyu Simba, huyu. Sasa shida hizi taasisi ukizungumza kweli inaonekana kwa upande wa pili. Ukizungumza ukweli unaohusu upande mmoja, labda kuhusu Yanga. Wale watu wa Yanga wanakuona wewe ni Simba. Sasa watu wasemaji uongo. Watu wasemaji uongo. Kwa sababu kabla hujawa kiongozi, si ulikaa nao. Wanakujua wewe ni Simba au wewe ni Yanga. Kwa hiyo manager naye hicho huenda ndio kinachosababisha wanamjua vizuri kwamba mambo ambalo na mimi nimeliona kwenye mitandao, kwamba hawana imani na manager uwanja wa Benjamin Mkapa. Kimsingi mchezo unachezwa maeneo tofauti. Kwa mfano tunazungumzia mchezo unachezwa ndani ya uwanja, kwa maana tunazungumzia technical bench, namna ambavyo wanaandaa wachezaji,
Lakini humu ndani ukizungumzia wachezaji namna wanavyokuwa fiti mentally, physically, hiyo ni eneo mojawapo ambalo unalitazama unapofanya analysis ya mchezo. Kwa hiyo ndani ya uwanja majukumu hasa benchi la ufundi wametimiza majukumu yao kimsingi. Hilo la kwanza. La pili, unakuja nje ya uwanja. Nje ya uwanja tunazungumzia logistic. Namna ambavyo mazingira yameandaliwa, mazingira rafiki kwa ajili ya mchezo, mashabiki namna ambavyo wanakwenda kuhanikiza kwenye mchezo husika. Lakini kama kutakuwa na mtu yoyote ambaye kwa namna moja ama nyingine anakuwa kikwazo kuelekea maandalizi yenyewe, kwa namna ambavyo maybe viongozi wanaona, mashabiki wanaona, ni ungwana tu wa kawaida kwamba mtu huyu ama mtu fulani anaweza akawa kikwazo sisi kupata matokeo, ili baadaye kusiwe na kisingizio. Kumbuka mchezo huu ni mchezo ambao ni mgumu sana. Simba wako nyuma kwa goli 2-0 kwa maana ya mkondo wa kwanza tayari walishapoteza. Kwa hiyo sasa hivi wao wanaona watatumia namna yoyote ile watakavyoweza, ili mradi tu wavunje taratibu waweze kupata matokeo. Nafikiri hilo ni jambo la msingi sana ambalo wao wanalitazama. Kama wanaona manager ndio kikwazo, na manager bila shaka ni muungwana, kukaa tu siku moja kwenye kupisha, kwa maana tarehe 9 au leo na kesho kutwa kupisha tu mchezo ni jambo mimi sioni kama kuna ugumu wote. Lakini nadhani manager ni sehemu ndogo tu ya kupatikana kwa mchezo. Tunapozungumzia modern football ni unaandaliwa kwenye maeneo tofauti. Namna ambavyo ulivyofanya usajili wako imara wa kikosi chako, aina ya wachezaji bora ambao unao, mpinzani ule unaye, mbinu gani utatumia kuhakikisha kwamba unakwenda kumkabili. Kwa hiyo ako ni sababu kadogo tu kuelekea kwenye mchezo. Sasa hapo meneja anahusianaje na